Asalamu alaykum mkurugenzi mkuu. Alaykum salam. Vipi hali? Salamu. Karibu katika broadcast yetu ya Shirika la Nyumba la Zanzibar. Ndiyo. Na asante kwa kutufungulia broadcast yetu kwa session yetu ya mwanzo. Ndiyo. Leo nimekualika hapa tuje tubadilishane mawazo na tuongelee vitu mbalimbali vinavyohusu na Shirika la Nyumba. Ndiyo. Tuna maswali mengi ambayo nakuwa napata, nikaona leo watu wasikie kutoka kwako wewe mwenyewe. Ndiyo. Sawa. Katika hichi kipindi cha 8 kwenye shirika letu, kama unavyoona na unavyojua, tumekuwa tuna maendeleo makubwa sana ambayo tumeyapiga. Na speed yetu mpaka watu wanje wanatusifia sana kwa maendeleo ambayo tuko nayo ndani ya shirika. Sijui nini siri yetu. Mimi naijua, wewe unaijua. Labda tuambie na watu wengine nao wajue ni siri ya mafanikio yetu. Asante sana. Kwanza hongereni sana. Yaani mmejitahidi. Hii broadcast bila nyinyi isingekuwa. Sawa kwa ni jambo zuri sana ambalo mmelifanya. Tumelifikiria kwa pamoja, limekuja na ili lengo ni kwamba tuweze kuwafikishia ujumbe wananchi wakati mambo ambayo yanaendelea hapa Shirika la Nyumba. Unajua siri ya mafanikio watu wanafikiria ni kwamba pesa. Unajua kuna watu wengine wanasema kwamba Shirika la Nyumba tunasaidiwa pesa sana. Na ndio maana tunapata mafanikio. Lakini mafanikio it's about a team. Sawa to create a strong team. Na ndicho ambacho tumejaribu kukifanya hapa ndani. Kwanza kutengeneza umoja na mshikamano kwa wafanyakazi, lakini vile vile kuwajengea uwezo wa wafanyakazi na kuwafanya wafanyakazi wawe huru katika kufanya kazi zao. Lakini vile vile those people who are energetic, tumezoea sana wale watu ambao wako energetic kidogo kibano wape nafasi na watengeneze ili waweze. So it's all about creating a strong team. Sawa, creating a perfect team ili kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ndio siri. Lakini kingine vile vile ni uwezo mkubwa wa rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa kweli mwaka mmoja sasa sijapata kuona, yani mimi mpaka najiuliza daktari wa binadamu au daktari wa uchumi au daktari wa majengo. Manake kwa kweli anafanya kazi kubwa, ana mawazo mazuri, ana mawazo chanya, na always anapokupa kitu unapokwenda kukitekeleza unapata ile kwamba huyu jamaa sio alifikiria nini. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana. Na katika hii transformation ambayo inakwenda, Mheshimiwa Rais ana mchango mkubwa sana. Na majengo yote ambayo unayaona haya, basi ideas zimetoka kwake. Ili jengo likae vipi? Mpaka sasa tukamwambia kwamba ni bora hata asomee nao engineer kidogo. Ndio maana tuna mwenye housing scheme inaonekana. Kwa sababu ule mradi wote Mheshimiwa Rais kautengeneza yeye mwenyewe. Naona idea ile ni ya kwake, sio ya kwetu. Sisi tulitisema tunataka kujenga, kwa hiyo tulivyotengeneza architecture yetu, basi yeye tu akasema hapana, hapa weka hichi, hapa weka glasi, tanua hichi, weka hichi. Yaani Mheshimiwa Rais bwana ni multi purpose. Kwa kweli ana uwezo wake ni mkubwa. Na sidhani kwamba mimi sijapata kuona mtu ambaye ana uwezo mkubwa kama Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hayo ndio mafanikio, ndio siri ya mafanikio. Kwanza mchango mkubwa ambao tuloko nao kutoka Mheshimiwa Rais, ambao kwa kweli hatuwezi kupigia mfano. Lakini pili ni kutengeneza a good team. Hapo tumeongelea kuhusu mradi wetu wa Mwinyi Housing Scheme kwa huu mwaka 2025, mwaka 2026. Tunajua shirika tuna miradi mingi sana. Labda unaongeleaje miradi yetu na ipoje, na tuna vyumba ama vyumba za aina gani watu ambao wazitegemee ama waanze kuzinunua? Haya mimi naongezea tu, mwenye nchi tayari alishasema. Mwenye nchi kasema kwamba tunakuja kufanya mapinduzi ya makazi kupitia Shirika la Nyumba. Kwa sasa sisi kama Shirika la Nyumba tuna nyumba takriban 2334, sawa na kama 60% ya nyumba zote ambazo zimejengwa kutoka kipindi cha Karume mpaka leo. Sasa nyumba 2334, lakini tu Chuapi Chumbuni na mradi wetu wa Chumbuni ambao tunakwenda kujenga nyumba 3000. Wewe unajua mradi wako. Sasa tumeanza na phase ya kwanza 1095. Lakini vile vile tuna mradi wa Mwinyi Housing Scheme ambao ni Kisakasaka A, B na C. Lakini Kisakasaka A tuna nyumba 240. Kisakasaka B 548. Kisakasaka C 520. Alafu vile vile kuna Nyamanzi ambao tumecreate Kisakasaka D, tunakuja na nyumba 312. Ni jumla ya nyumba 1625. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba Mheshimiwa Rais anakwenda kutengeneza mageuzi kwa upande wa makazi. Lakini sio hapo tu, wapi hapa Kikwajuni tunakuja na nyumba 1095. Sateni tunakuja na nyumba 209. Pemba Mabaoni nyumba 180. Kuna maeneo ya polisi laini vile vile tunakuja na nyumba nyingi takriban 500+.
Kwa hiyo huu ni mwanzo, sio kwamba maana yake tayari ndio tumeishia mwisho. Huu ni mwanzo, tunaanza nao, na hizo nyumba ziko kwenye hatua za ujenzi. Kwa mfano Chumbuni tayari sasa hivi tumeshaanza kujenga, mradi wako unaujua. Kuna mradi wa Kiembe Samaki ambao una nyumba 24 tayari umemalizika. Kuna mradi huu wa Mombasa Phase 2 tayari unaelekea kumalizika, ujenzi wake unaanza almost unamaliza. Lakini vile vile kuna mradi wetu wa Mwinyi Housing Scheme, nadhani mobilization zimeshaanza kufanyika, na muda wote kutoka sasa watu wataanza kuona magorofa yanapanda. Sasa namna gani watu wanaweza kufaidika kwenye hii miradi? Tumeandaa skimu nyingi. Unajua kuna skimu hizi ambazo zinaweza kuwasaidia watu kwenye kununua nyumba. Mfano tuna skimu yetu PSHS, Public Servant Housing Scheme, ambayo tumeiandaa hii maalum kwa ajili ya kuwasaidia wafanyakazi wa serikali waweze kufaidika na miradi au na nyumba ambazo zinajengwa na shirika la nyumba kupitia serikali ya awamu ya 8. Na hii ni kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais toka mwanzo, na sasa hivi naona kaja nayo kaiboresha zaidi. Uongozi umeacha alama. Kwa kweli hii anakuja kuacha alama, kwa sababu PSHS, Public Servant Housing Scheme, inakuja kumwezesha mfanyakazi wa serikali hata kama wa chini aweze kumiliki nyumba, na atakuwa analipa kwa muda miaka 25, kitu ambacho hakuna nchi kwa hapa Tanzania, kwa hii Afrika ambayo ilishawahi kufanya. Yani hii tunazungumzia, aliyeanza mambo haya ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo PSHS ipo, lakini vile vile kuna product nyingine ambayo tutailaunch muda si mrefu. Nitaigusia tu, iko zero interest. Unanunua bila ya riba. Unajua sisi hapa of course we are multi ethnic societies kwa upande wa Zanzibar, lakini all of us over 99% ni Waislamu. Kwa hiyo tuna zile belief za dini. Kwa hiyo wengi wao mashekhe wale hawataki riba. Kwa hiyo tumeona sasa shirika la nyumba tuje na skimu ambayo itawawezesha wale ambao hawataki kuchukua mikopo kupata kwa ajili ya kupata riba, basi waweze kukopa bila ya riba. Kwa hiyo na hayo ni mawazo, ndio nakwambia, mawazo ya Mheshimiwa Rais namna gani anavyobuni. Hapo utaangalia ule uchumi namna gani alivyobobea, kwa sababu ni uchumi wa hali ya juu. Hapo mkurugenzi umeongelea watu ambao wako hapa Zanzibar ama Tanzania. Je, tuna wateja wetu ambao wako nje ya nchi, unaambiaje jinsi kununua nyumba kwetu sisi na jinsi umiliki wa nyumba hizo ambazo tutakuwa tunawezesha kununua? Kwa upande wa diaspora, lakini vile vile unajua sisi ZS kwanza tutufahamu shirika la nyumba. Shirika la nyumba ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa sheria namba 6 ya mwaka 2014, ambapo sisi tunatakiwa kutoa huduma kwa wananchi, lakini vile vile tufanye biashara. Maana sisi ni wafanya biashara. Kwa there some part lazima tufanye biashara. There some part lazima tuwahudumie wananchi. Na ndio maana ukakuta kuna miradi ya kimkakati ambayo tumeiweka maalum kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Na kwa kweli kwenye hili, kwanza naomba sana nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kukata kosti nyingi sana kwenye mradi wetu wa Chumbuni, ili tu wananchi waweze kufaidika, serikali iweze kubeba hiyo dhima ya kulipa ile fedha, lakini wananchi waweze kufaidika. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi kwenye mradi wa Chumbuni waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ni nyumba ambazo zina ubora wake na ni rahisi. Sasa kwa upande wa watu wa diaspora, nao vile vile hatukuacha mbali. Kuna maeneo ambayo yako potential vile vile tunakwenda kuyajenga, na wana uwezo. Kama kulikuwa kuna barua ilitoka kipindi fulani hivi miezi kadhaa iliyopita kwamba wale kuna hizi hadhi maalum inakuja. Sasa diaspora nao vile vile tayari kuna barua maalum imetoka kutoka Kamisheni ya Utalii. Wana haki ya kuweza kufanya biashara. Mtu yote ana uwezo wa kufanya biashara za Airbnb kama mtu wa kawaida, kitu ambacho hapo mwanzo kupati hiyo kibali watu wanafanya, lakini not legal. Sasa hivi imekuwa legalized, na wewe una uwezo wa kununua nyumba na kuweza kufanya hizo biashara. Lakini kwa kupitia hilo, kwa sababu sisi tunajenga kondo, kwa kuna sheria zetu za kondominio, nadhani vile vile mpate nafasi ya kumuita mkurugenzi wa kondominio aweze kuja kuelezea diaspora, lakini wana uwezo wa kumiliki nyumba kwa sababu nao ni Watanzania, yani hatu transform, lakini ni Watanzania, isipokuwa tu wanaishi nje. Lakini kwa investors ambao ni foreigners moja kwa moja wanataka kuinvest in real estate, hawa na utaratibu wao maalum. Unajua sheria yetu, ukienda kwenye sheria ya immigration zile, katika zile sifa za mtu kuingia au kuishi nchini, zile ambazo zinampelekea vile vile yeye kuweza ni namna gani anakwenda kumiliki. Kwa hiyo haya mambo kwa wale wanapopitia ZIPA, kwa kuna baadhi ya miradi hiyo ambayo tutaipitishia ZIPA
na wao watapata certificate zao na title lao kutoa approval, kwa sababu ile ndio zipa ni Zanzibar Investment Promotion Agencies. Lakini foreigners wana uwezo wa kumiliki, na kutakuwa kuna miradi maalum ambao nao wanaweza kuingia. Local wanaingia, lakini na wao wanaweza kuingia, lakini hii miradi ya kimkakati itakwenda kwa local tu. Hii tunataka Wazanzibari, na lengo la Mheshimiwa Rais, people has to live in a good standard of life. Mkurugenzi, tumeona kwenye hizi miaka karibuni pia tumeona soko la makazi kwa Zanzibar limekuwa. Watu wengi wanajenga na watu wengi wananunua nyumba za Zanzibar. Alafu tumeona pia harama za ujenzi zimekuwa zimezidi kila siku. Lakini shirika la nyumba bado tumejikita kwenye kujenga nyumba ambazo tunaziuza kwa affordable price. Hivi tunawezaje hili DG? Kwa sababu watu wanafanya niuliza, tukaenda kwa ulizi, tukauza kwa nyumba za kisakasaka. Tukiwatajia bei, au mnapunguza quality, tuambia hapana, tunajenga luxurious house. Hivi tumewezaje hili DG? Unajua ingredients zinakuwa hazitaji. Ingredient, hata ukiwa una spices zako umezitengeneza hivi kwenye chakula chako, unakuwa utoi siri namna gani. Lakini tuna admit ni kweli kwamba Zanzibar tuna scarcity material. We have a big scarcity material, ni kweli hilo, na ujenzi kidogo ni ghali, na ndio maana tukatafuta namna kama serikali ili kuweza, unajua kuna watu wengine watakuja na wao kutafuta hizi incentive, lakini kuna baadhi ya incentive nyingi Mheshimiwa Rais ambazo kazitoa ili tu tuweze kujenga nyumba kwa kiwango kinachohitajika, lakini kwa bei nafuu. Kwa hiyo ndo siri kubwa ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, namna gani alivyotutengenezea njia nzuri ya kuweza kujenga katika kiwango kizuri, kiwango kikubwa, lakini bei nafuu. Hiyo ndio siri kubwa. Kwa hiyo siri nyingine hizo kidogo tusimwage, unasema tusimwage mtama kwenye kuku wengi. Kwenye kuku wengi. Lakini nyumba zetu ni affordable, quality yake ni nzuri. Vile vile wakandarasi ambao tunapatana nao vile kuna njia ambazo wataalamu wetu wanapambana nazo katika namna moja au nyingine kuangalia namna gani tupunguza cost ya construction, lakini hatujawahi kupunguza katika nyumba zetu zote ambazo tunajenga, hatujawahi kupunguza quality ya ujenzi. Hiyo situpe siri hiyo, lakini mimi naomba siri moja. Unajua as soon as umekuwa appointed kwa mkurugenzi wetu, nakumbuka baada ya miezi michache tu ukaja na ZHC Connect. Mfumo ambao mwanzo ulipotuletea tukahisi kama utakuwa mgumu, kama tutaweza kuumudu, lakini ni moja katika mfumo ambao umekuja kulifungua zaidi ama kuongeza competence ndani ya shirika la nyumba. Ulikuwa unawaza nini, ama uliwaza kitu gani hata kaja na mfumo? Kwa sababu nakumbuka hata kuna siku tumekaa na ule developer kana kusifia kwa sababu ya kile kitu ambacho ulichokuja nacho hata mwenyewe hakukiamini. Ulikuwa unawaza nini wakati unafikiria ule mfumo wetu? Na ule mfumo wetu hapa sasa hivi unanufaisha vipi wateja wetu? Njaa ndio inakufanya wewe uweze kutafuta chakula. Unaona? Ukiwa na njaa lazima utatafuta chakula. Lakini vile vile ukiwa huna pesa itabidi utafute pesa. Tajiri anakuwa sizana sana kutafuta utajiri, anakuwa anaongeza tu ile utajiri wake. Lakini ukiwa maskini, you are struggling, you are fighting. Nakumbuka marehemu baba yangu aliniambia, struggle it's a man's duty, success or failure it's in the hand of Allah. Naona sisi tumeumbwa hapa kwa ajili ya kuhangaika. Sasa wakati nimeingia shirika, nilikuwa naona some challenges ambao tulikuwa tunaziface. Kwanza kwenye cash payments hizi, lakini vile vile kwenye collection tulikuwa kidogo tupo chini, na kwa sababu tulikuwa hatuendi katika proper direction kuweza kufanya collection. Vile vile hatukuweza kuweza kuwajua wale wapangaji wetu wote. Kwa hiyo hata mimi ulikuwa ukiniuliza wapangaji wote ni wapi, naona kwenye karatasi, lakini kiangalia kwenye reality siwezi kuwaona. Kwa hiyo ilikuwa big challenge. Sasa kwa sababu ya zile challenge ambazo tumezipitia, ndipo likaja wazo sasa lazima tu create mfumo ambao utaweza kutuwezesha kuzijua data zetu zote, kuwajua wapangaji wetu wote, kuweza kuwa monitor wapangaji waweze kulipa kwa wakati. Kwa sababu tuzungumze ukweli, mjini hapa hakuna nyumba shilingi 50,000. Shirika la nyumba pekee ndo wanatoa nyumba shilingi 50,000. Na hii ilipiganiwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa huruma zake, kwa uweledi wake, na kwa uzalendo. Manake mambo kama haya huwezi kuyafanya bila kuwa mzalendo. Tulitaka kuongeza bei, lakini akasema hapana. Hamwezi kuongezea watu bei katika nyumba ambazo sio nyumba chafu. Yaani nyumba bado haziko vizuri. Vunjeni, wajengeeni watu nyumba nzuri,
halafu ndo utaongeza kiwango kidogo ili iendane na ile haiba. Leo wewe unakwenda kwa sababu tu market haiendani na hicho, halafu wewe muongezee mtu bei. Kwa hiyo kwanza hilo tumshukuru, ni wazo. Ndio maana nikakwambieni ni engineer, yani ni mtu ambaye ana mambo mengi sana kichwani kwake. Kwa hiyo ZDC Connect inatusaidia sisi kuweza kuwajua wapangaji wetu, inatusaidia sisi kuweza kujua numbers of our units na milango na vitu vingine. Kwa hiyo ni urahisi sana kuweza, lakini vile vile kiupande wa wateja, wateja sasa hivi mteja hapaswi tena kuja hapa. Unajua mfumo wote unapoingia mpya, kwanza tufahamu, nikupongezeni tena sana ZDC. Mfumo wa ZDC Connect ndio mfumo wa mwanzo kwa Zanzibar. Kwa Tanzania nadhani ilishaanza kama mifumo miwili, kuweza kwamba payment zake huna haja ya kutoka nje. Within katika mfumo wetu ndani yake kuna mixed bias, lakini vile vile ukwenda kwenye mixed bias mfumo wetu upo. Kwa hiyo sisi we are double it. Kwa hiyo ukitaka si lazima kutoke nje, control number imo within, unalipia within, unapata data zako within, yani huna haja wewe ya kutoka nje. Kwa hiyo ni benefit kwa upande wa wateja. Alafu it's easy to access. Alafu vile vile ni transparency. Unajua hili ni shirika la umma. Kwa hiyo kama shirika la umma, kila Mzanzibari ana haki ya kuweza kupata huduma ya shirika la nyumba. Kwa hiyo nyumba ikiwa imeachiwa tu, ikiwa iko tupu, manake wewe kama Mzanzibari uko unaingia kwenye mfumo mara kwa mara, unaiona iko tupu na una haki ya kuweza kuiomba. Na ukiomba unaipata, kwa sababu tena huna haja tena kuja hapa kumuona mkurugenzi, kumuona nani, kumuona nahitaji nyumba, hapana. Sasa hivi unaingia, unaziona nyumba ndani ya mfumo, alafu unaomba. Lakini vile vile inaonyesha transparency kwenye mauzo. Na progressive. Sasa hivi kuna ile component moja tu ya kudevelop ambayo tunakwenda nayo ili watu waweze kuziona nyumba zao. Yani mtu kanunua nyumba yangu nilionunua mpaka sasa imefikia hatua gani. Hiyo sasa hivi nadhani wanaimalizia kidogo tu kuweza kuiweka sawa, lakini kwa kweli ni challenge ambazo ndo zimetusababisha tufikirie kitu gani cha kuweza na ulimwengu kweli unakwenda kidigitali. Na Mheshimiwa Rais kila siku anasisitiza kwamba tunatakiwa tutengeneze mifumo ambayo itaweza kutusaidia. Diji, ama kuuliza katika hii miradi yetu ambayo tuko nayo, upi hasa wewe ndio your favorite? Kama mimi kwangu ni Chumbuni. Kwa sababu Chumbuni, na hasa hivi karibuni nilipopanda kule juu nikakuta ile sea view. Kusema kweli mimi wangu ni favorite ni Chumbuni. Wako kwa hasa ni upi katika hii miradi yetu? Kwa mimi Chumbuni. Chumbuni pia? Chumbuni. Kwa mimi Chumbuni. Chumbuni. Na why Chumbuni? Unajua ukiniuliza Kisakasaka, if I want to invest Kisakasaka au Chumbuni, of course sisemi kwamba Kisakasaka sio mzuri. Kisakasaka ni mzuri sana, like it's high end. Lakini kwa mimi nitakwambia Chumbuni. Why Chumbuni? Ni kwa sababu kwanza high return. Chumbuni kuna high return pale na uko karibu na mjini. Ni mradi ambao uko hapa mjini, sawa? Yani kwa hiyo alafu the environment vile vile, plus it's cheap. Capital yake ni ndogo sana ya kununua, na standard zake ndio zile isipokuwa tukizungumzia areas. Unajua kuna zile high end areas, mfano kama Kikwajuni, mfano kama Kisakasaka, Fumba, Mbweni. Hayo ni maeneo ambayo kidogo tayari yameshakuwa primes, unaona. Na tukizungumzia Chumbuni, watu hawaizungumzi kama prime, lakini Mheshimiwa Rais kaja kuibadilisha Chumbuni. Chumbuni is going to be one of the beautiful city kwa Zanzibar. Napenda kutumia kauli yetu Chumbuni ijayo sio Chumbuni ya sasa. Chumbuni ijayo sio Chumbuni ya sasa. Kwa hiyo Chumbuni inakwenda kuwa mji mzuri sana compared to any others. Na niwaambie tu Wazanzibari kwamba wajitokeze kwa wingi kwenye ule mradi, na watakuja kugundua hamna, kwa sababu sasa hivi watu ni wengi ambao wanakuja kwa speed sana. Kwa hiyo watakuja kuona ule mradi hamna na watahitaji. Leo tunaangalia Michezani watu nyumba wanazihitaji. Najua mkurugenzi, watu wengi wanakuwa wanasubiri mpaka jumba limalizike ndio waanze kununua. Hawajui kama sisi tunafanya pre-sale. Sababu mtu anasema mbona pale ndo kwanza mmeanza, basi sisi tunafanya pre-sale. Kwa hiyo kwa sababu ni a government institute tunaaminika. Yani unajua the smart people, those people who are making the smart move. You're making the smart move earlier. Kwa hiyo smart move ni kwamba usisubiri mji mpaka umalizike. Unaona, yani nunua mapema, kwa sababu ukinunua mapema hata bei yake iko chini. Mji ukimalizika watu wote wamenunua, ukienda ukinunua. Kwa mfano nyumba zetu za Mombasa phase 1 zimeuzwa 156, unaona.
kuna mtu alikuja kubadilisha mkataba, tayari ameshalipia zote 156, tunamkabidhi nyumba yake, anasema hapana, mimi nyumba hii nishaiuza, sawa, na nimeiuza, katuletea mkataba wake ili tuweze kumpa mwingine for 250 million. Can you imagine? Yani kabla ule mradi yeye hajakabidhiwa nyumba yake. Kwa hiyo kanunua earlier. So those, yani jamaa alifanya it was a smart move. Kwa hiyo earlier it's better kwa mradi wa Chumbuni. Na sasa hivi mtu ukimwambia Chumbuni, kama ninavyokuambieni, most of the people wanaambia Chumbuni, mimi mwenyewe nitajiengage kwenye mradi wako wa Chumbuni. Okay, sasa. Kwa wale watu ambao labda wanataka, kuna tuna kampuni yetu hii ya ujenzi ndani ya shirika la nyumba na ushauri elekezi. Lakini watu wengi wanafikiria labda tunatoa tu kwenye huduma kwa watu ambao wanataka kujenga nyumba ndogo ama watu ambao wako hapa. Je, unaambiaje kama diaspora na foreigners ambao wanahitaji service yetu ya kujengewa nyumba zao ama mahoteli? Huduma hiyo wahakikishie jinsi gani tunaweza unajua kampuni kwanza tuko nayo, kama watu wafahamu kwamba kampuni tuko nayo kama shirika la nyumba, na we need to grow kama taasisi ya serikali ambayo ina maengineer wengi. Kwanza kampuni hii ina kazi mbili kuu. Jambo la kwanza to generate revenues kwa upande wa shirika, lakini jambo la pili kuendelea kukuza vile vipaji, kwa sababu waajiriwa wengi hapa hawaja practice. Unaona wanajua paperwork lakini practice hawana. Na kuna msemo mmoja unasema practice and practice makes perfect, but practice does not make perfect. Practice perfect makes perfect. Kwa hiyo lazima tuwaingize ndani ya mfumo waweze kufanya kazi practically, unaona. Kwa hiyo kampuni yetu kwanza inafanya consultants, which is tuna uwezo kufanya consultants kwenye kampuni nyingine, which is nimekuambia kwamba ni source of revenue, lakini vile vile tunakuza vipaji. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anataka kujengewa na shirika la nyumba, we are ready, tunaweza kumjengea. Na kama mtu anataka kusimamiwa vile vile katika mradi wake as a consultants na shirika la nyumba, vile vile tunaweza kumsimamia. Lakini la tatu ni kwamba tunajaribu kupunguza cost za construction, na lengo la Mheshimiwa Rais kuiona taasisi hii inakuwa yani miongoni mwa taasisi bora kwa upande wa Zanzibar, tukizingatia sisi ndio tulioshikilia ardhi, na ardhi ndio kila kitu. Kwa hiyo tuwakaribishe watu wote ambao wanataka kuja kuinvest na sisi, wanataka kuja kufanywa kazi na sisi kupitia kampuni yetu. Tuna wataalamu kutosha na wazuri sana. Mkurugenzi mkuu, pale unapopata nafasi ya kuonana na Mheshimiwa Rais, yani unamuonaje, unamuelezeaje, unamwona na vision gani kwa Zanzibar yetu hii na shirika kwa ujumla? He's the best. He's the best. And he's my role model. He's the best. Leave it. Asante sana DG kwa maelezo mazuri sana. Kwa kumalizia tu, una nini cha kuambia watu wote kwa pamoja? Mimi niwaambie kwanza kuna kitu kinaitwa Mwinyi Housing Scheme. Mwinyi Housing Scheme, kwanza nimefurahi kuiona hii. Mwinyi Housing Scheme jamani ni mradi mzuri. Mradi mzuri sana. Yaani nikikwambieni katika huu mradi kuna mpaka nyumba za duplex. Sidhani nyumba hizo zilijengwa nadhani mwaka kipindi cha Karume, zile nyumba za Mjerumani nadhani ndio mule ndani kuna duplex. Lakini kwa Zanzibar high end apartment ambazo zikawa zina duplex sidhani kama zipo. Sisi mradi ule utakuwa na duplex ndani yake, social amenities nyingi sana, katikati yake kutakuwa kuna mall na vitu vingine. Kwa hiyo watu wakaribie Mwinyi Housing Scheme, wanunue, ndio habari ya mjini. Lakini vile vile Chumbuni, usisahau ni mradi wa kimkakati ambao mimi ukiniuliza sitaki kuwa against na mradi wangu mwingine, lakini ukiniuliza kwamba mradi upi ninunue haraka, basi nakwambia mimi nanunua Chumbuni kwa haraka kwa sababu it's a prime area, high return as well. Kwa hiyo niwakaribishe tu shirika la nyumba, waonane na vijana, lakini vile vile tunawakaribisha tena watu wengine na taasisi za serikali kwenye broadcast yetu hii ya ZSC Broadcast kwa ajili ya kuelezea. Lengo la broadcast yetu hii ni kwa ajili ya kuelezea maendeleo ya serikali yetu ya Zanzibar, lakini vile vile taasisi yetu hii kwa ujumla, ili iweze kutoa habari zake vizuri. Na jaribu kualikeni watu wengine, wana mengi sana. Unajua Mheshimiwa Rais kafanya vitu vingi sana.
Mkurugenzi, naomba kushukuru kwa kuja kwenye podcast yetu na kutufungulia kwa kuwa mtu wa mwanzo. Pia nikupongeze kwa jitihada zako kubwa sana, kwa wafanyakazi wako, kwa shirika na jinsi unavyoimprove improve shirika leo na kila siku. Kama ulivyotaja mwanzo pale, kuna ushikamano. Moja kati ya kitu kizuri sana ulichotuletea ni kitu cha kusalimiana asubuhi. Mkurugenzi, ulianza naye wewe kama wewe, lakini sasa hivi tumekuwa sote tunasalimiana asubuhi. Ushikamano umeongezeka, mapenzi ndani ya shirika umeongezeka. Na mimi nakupongeza sana 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 kwa kazi kubwa ambayo umefanya shirika la nyumba, na natumai haitakuwa leo tu, na tunakukaribisha tena, usituchoke, kwa sababu mimi nimejifunza mingi na hakika wengine pata jifunza mingi kupitia kwako. Kwa hiyo naomba kukaribishe tena, na next time tutakuwa tuna maongezi mengine zaidi. Inshallah. Asanteni sana, endeleeni na kupongezeni kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Timu yote ya PR kwa upande wa shirika la nyumba, kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana. Na yote ni kwa sababu ya jitihada zenu ambazo mnazifanya. Kweli na sisi wengine mnatunawisha uso. Kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana. Pongezeni sana kwenye department yenu, tuendelee. Tupata nafasi tutakuja kuzungumzia PSHS vipi inafanya kazi. Lakini vile tukipata nafasi tutakuja kuzungumzia vile zero interest vipi inafanya kazi, kwa ajili ya kuwaelezea wananchi namna gani wanaweza kuzipata hizo nyumba katika urahisi zaidi. Asanteni sana.